Mr. Right na mbogi yake ya Brooklyn Boys wametolea Toxic Lyrically distract ya pili, inaitwa Genje Sana. Hii nao wametaja tumbo kadoba direct, yaani wameamua kuingilia Toxic Lyrically direct. Kuna mistari ya pale ambazo ukiangalia ile vida ile ngoma wameachilia ya Genje Sana, kuna venye wamesema si kwa ubaya, dump site iko chini, Denzel keti chini na usikize kwa makini. Unajua Denzel ni Toxic, hiyo jina yake kamili Denzel. Ukipata hii tena utaambia mam nini? Backbench anamkata ka Quincha. Mesikizo hizo mistari. Hao ni Mr. Right na Aji wa Brooklyn Boys waliamulia Toxic. Lakini nyinyi mnaona ilikuwa necessary Brooklyn Boys kutoa distract mbili at the same time? Mbona wangetoa tu distract moja ihit kwanza, alafu pia Toxic a respond na yake, date tuone nane mgenje. Lakini ukiangalia penye imefikia saa hii, hawa Brooklyn Boys, kwanza unajua Brooklyn Boys hawajai hit vile. Mtu amewaleta kwa game ni Toxic. So wanaweza amua, wakiamua kuachilia albamu yao yote ya ngoma zao hata kama ni 100, zote zinaweza kuwa za diss track na zote zitakuwa na muongelelea Toxic. So Toxic Lyrically ndiye amewarudisha Brooklyn Boys kwa game. The fact is Brooklyn Boys hawezi fikia Toxic Lyrically akiwa mtu jamo. Halafu pia pande ingine Toxic Lyrically ako na gang yake ya 34 Brick ambayo iko na Only Mo na Maurugwash. Sasa unapata hii ni competition kati ya who is the king of hip hop in Kenya. So unapata Brooklyn Boys wameamua kuonyesha Toxic kwamba wao ndo mabingwa, lakini Toxic anawaambia hapana, nyi bado hamjafika ligi yangu. Mimi huambia daily Toxic ako na kiburi, Toxic ako na ego. Kitu nafanyanga Toxic anapaki kwa game niyo kiburi yake. Bila kiburi hakuna pale Toxic anaenda. Hadi umeona juzi amehaya Majembe, amechukua Majembe akasema Majembe kuanzia leo utakuwa my personal protector, my personal bodyguard. Sababu tuko nao hapa beef hapa nje ni wengi. Alafu sasa bado beef ya Toxic na Brooklyn Boys ijaisha. Fadamo tena amekuja akasema, unajua beef yao kati yake na Toxic iko deep sana, si venye mafans wanachukulia hivi. Ile beef iko deep, yaani inamaanisha hakuna pale wanaweza patana waelewani. Unakumbuka ile altercation yenye ilifanyika wakati Fadamo alikuwa na Tipsy, walikuwa enda kupiga sherehe pahali, ilikuwa bezi fulani, but kuna venye gang ya Toxic iliwakemba. Sasa Fadamo anasema kutokea usiku kuna kuri yake, ile kuri yake ambayo ilikuwa pale walivurugwa na kuna wenye walipata ma injuries. So inside him haikumbamba. So ameamua kufunguka akasema yeye na Toxic hakuna siku atakuja kuelewana, kwa sababu imekuwa beef ya kimataifa na iko deep. Inamaanisha aje give up. Lakini tena kitu amesema yaliweza kukimbia na alikuwa na reason zake.
kwa sababu unajua Furthermore ni kijana wa kishuashua kibombe, hawezani na watu wa toxic. Toxic mtu amelelewa ghetto, hakuna venye Furthermore anaweza mtishia. Toxic ameona kila kitu. Toxic amegrow na madingo. Toxic anajua choche zote za ghetto. Alafu Toxic ni kiburi tena na mtuma. Inamwonyesha hapana, hakuna mtu anaweza nitoa kwa hii game. But the fact is, ukiangalia Furthermore na Tipsy wako na wivu fulani ambayo inawafanya wanashindwa. Toxic na ameingia game juzi. Inakuwaje Toxic anakuwa juu yetu? Hiyo ni wivu Furthermore na Tipsy wako nayo. But the fact remain one. Furthermore na Tipsy wakiungana hawafiki bado Toxic. Kwanza wacha tumpe maua yake Toxic. For now ashafikisha 400k subscribers, 400,000 subscribers. Kitu ambayo ni very good kwa music industry yake. Hiyo ni kongole kwake. Lakini unajua kwa hii game ya hip hop kuna making. Tukiongelea making wa hip hop hapa Kenya, tunaongelea watu kama akina Nyashinski, tunaongelea akina Octopizzo, Khaligraph Jones, King Kaka. Watu wote wanaona alitare hizi vitipindi zikiendelea. Hakuna mtu amebonga hata mmoja. Hakuna mtu ameingilia hii beef ya watu wa Brooklyn na Toxic. Kila mtu amenyamaza. Juu anajua hii ni game. Na game lazima kuwe na mshindi. Na penye kuna mshindi ndio kuna manufaa. Lakini ukumbuke Octopizzo ashaisema yeye ananga shida na Toxic. Juu Toxic ni mtu wa kujituma, yeye ananga shida na yeye. Kwanza angetaka kupiga naye kolabo. Hako ready sana kupiga naye kolabo. Juu anajua Toxic ni mkali kivyake. Huyo ni Octopizzo alisema. Na huyo ni king of hip hop hapa Kenya. Number 2, tunaongelea nani? Khaligraph Jones. Khaligraph Jones naye hupenda kudisiwa sana. Kwanza ukimdis ndio unamjengea jina. Kama mnakumbuka 2023, 2024, 2025 2025 ambayo imekuwa last year. Khaligraph Jones alisema hapa East Africa hakuna msanii anamweza. Hadi akaingilia wasanii wa TZ. Akawaambia kama wanajiweza waungane pamoja basi wamdis. Walijaribu lakini wakashindwa. Lakini aliwapea diss track moja yenye iliwavunja roho. Ndio sababu jana baki kwa OG. Nyashinski naye ni mgori tu kinoma. Juu yeye utaimpata kwa mambo na beef. Yeye upiga ngoma zake clean, anatulia. Tena si mtu utampata kwa mtandao ati nini chocha mingi, hapana. Ni mtu ametulia. Na akiamua kufanya kitu, anafanya kitu ina make sense. Anafanya kitu ina make sense. Unapata? Huo ni Khaligraph. King Kaka pia kolegi yake. Sawa. Sasa unajua penye Toxic sahi yuko. Yasha jioni ndo king of hip hop. But anafaa jue hii game kuna watu walianza. Hii game kulikuwa na kina Nonini. Hii game
kulikuwa na kina Kleptomaniacs. Lakini hawako hii kujigamba siku moja. But tukiendelea, anyway, sikuwa na mwingilia Toxic, ilikuwa tu maoni yangu. So tukiendelea kuhusiana na hiyo historia Toxic, unapata kuna wasanii kama kina Vijay Patelo ama Mr. Right, Furthermore, Tipsy G, Paroti, huyu Baba Hakimu wa music, na imbogi mzima ya Brooklyn Boys, sawa. Unajua hao wote hawafurahi progress ya Toxic. Wote hawafurahi progress ya Toxic. Na sasa unafujue ndio hit. Ukiwa msanii ndio hit. Tu distract ya Toxic. Hasa wote nimekutajia wamejaribu kumdis, lakini hawaja make it. Wewe unamtengenezea tu jina Toxic. Lakini kuna msemo Bien alituambia, all my enemies are suffering. Why? Because kila step na make na progress. Wao kijaribu kuharibu, mimi na progress. Napata. So ukiona hizi effort zote za hate za kuhitu msanii, ukiona hizi hate zote wasanii wote wanaeka kwa Toxic, nijue hard work ya Toxic. Toxic ni mtu wa bidii na anajituma. Toxic ni mtu wa bidii na anajituma sana. Usabu unaona wasanii wote wanashindwa. Huu msanii, huu mjamaa wetu tammanage aje? Toxic amekuwa unmanageable. Amewashinda kwa kila category. Shainda amekuwa gumzo kila pahali. Kwanza hata tukiongelea wapo kina Brooklyn Boys. Brooklyn Boys kwa kwanza kuhit wakianza ngoma zao 2018, 2016. Hawajaitoa doba imehit. Hawajawahi. But for the first time kwa hii distract yao yenye wametoa, genje sana. Saini na trend number 1 kwa chat zote za music hapa Kenya. Saini na trend kama number 1. Lakini ndujue pia hii beef si ati imewachukua kina Brooklyn Boys peke yao. Sasa kitu kimeshangaza watu wengi ni Diana Codes. Wengi tunajua Diana Codes amepiga doba na Toxic. At the same time apiga doba na Jay wa Brooklyn Boys. Lakini cha kushangaza pale Instagram, Diana Codes amemunfollow Toxic Lyrically. Toxic Lyrically pia amemunfollow. Sasa penye beef imefikia, Diana Codes ameamua anguke na kina Brooklyn Boys. Lakini hiyo si mbaya. Hii inakuonyesha picha moja. Kwa wasanii wote unapata hii ni true picture. Kwa sababu unaambiwa kwa mabando jue marafiki wako. Sio ni true picture kuonyesha Diana Codes ashajitenga tayari na Toxic. Yeye ashasimama pande ya kina Brooklyn Boys. Na ni kitu watu wengi wako wanatarajia. Sababu Toxic amesaidia Diana Codes sana. Ukiangalia ngoma zote za Diana Codes, ukitoa ile ngoma walichapa na Ajay wa Brooklyn, Set It. Hiyo ndo ngoma kwa chat zake zote nyingi hit sana. Lakini zimebaki zote Toxic amejaribu kumsukuma. Na mimi nitazidi kuambia nini?
Toxic atabaki kuwa mgenje kama wasanii hawatoi kile hard work yenye inatakikana. Beef ya Toxic na Brooklyn Boys, watu walidani maneno tu za mtandao. Juzi tumeona vijana wa 34 Brick kutoka Oyole Kayole. Hii ni group ya Toxic. Walikimbia hadi area Brooklyn Boys na siku walienda kuchafua rada.